walimchukia Mkapa kwa ajili ya Ukristo wake, lakini si jambo zuri hata siku moja. Lazima tukubali, wako Wakristo baadhi na wao wajinga wa namna hiyo, wanamchukia Samia kwa sababu ya Uislamu wake. Ni watu wajinga sana, lakini sio Wakristo wote. So hatuwezi kusema Wakristo wote wanamchukia Samia, ni uongo. Kuna watu wanampenda Samia. Kwani katibu mkuu wa CCM sio Mkatoliki? Makamu wa rais sio Mkatoliki? Vipi sasa usema wanamchukia rais? Kwa ni maneno ya propaganda, na wako watu wenye akili za hivyo wanafanya hivyo. Na kama Watanzania tutaendesha siasa hizo, kwa kweli tutakuwa na dhuluma kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Tunawadhulumu watu ambao hawastahili kudhulumiwa. Ila tunapotaka kuikosoa serikali kaka, kuna namna kuikosoa, lazima tuwe wa kweli. Serikali hata ukisoma katika Biblia ninayo hapa, inasema mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, yapaswa kuheshimiwa. Kwani yeyote anayepinga mamlaka hiyo anapingana na nguvu za Mungu. Qur'ani yetu hii inasema Mwenyezi Mungu humpa mtakaye na umnyima mtakaye. Sasa tatizo, watu tukipenda sana tunajitia wehu wa muda, hata vitabu vya Mungu tunataka tuvifasiri tunavyotaka sisi. Shekhe, Mungu huwa hatoi mamlaka kwa ajili ya uchamungu wa mtu au dini ya mtu. Mungu anampa yoyote tu anampa. Sasa Mungu ndio kishampa Samia. Sasa ukimwendea vibaya utaumia tu. Yeye ameshika mpini, wewe umeshika makali, utapulua vidole vyote. Na Mungu hilo analijua, ndio maana akatuwekea tahadhari. Angalia Mungu alivyomtuma Musa kwenda kwa Farao. Alimwambia uwe makini, yule ni mtawala. Na Firauni alifanya mambo mabaya kabisa ya kuangamiza watu. Alikuwa akiwaua watu, watoto wa kiume. Na akasema mimi ni Mungu. Leo serikali ya CCM imeshafikia ukafiriwa. Hawajafikia kusema wao ni Mungu. Kwa hiyo hizi ni fitina. Kwa hiyo sisi kama Waislamu, au mimi niseme vipi? Kwa sababu mimi sio msemaji wa Waislamu. Mtu asije kusema tulikutuma. Mimi sio msemaji wa Waislamu. Mimi ni msemaji, nasemea Uislamu, sio msemaji wa Waislamu. Nazungumzia Uislamu unasemaje. Na mimi nilikuwa Mkristo zamani na ninajua Ukristo unasemaje, ambao ni Biblia. Uwezo kaenda unamwataki kiongozi ukabaki salama. Mimi nimekaa nchi za Kiarabu. Kwa nchi za Kiarabu hata siku moja ulali, unakatwa kichwa. Wanamalizana na wewe tu, wanajua wewe ndio chanzo cha fitna. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wamesema alaniwe mtu mwenye kuiamsha fitna iliyolala. Yaani kama vile Gwajima alikuwa anaamsha sasa fitna ili watu waingie kwenye matatizo, kuichukia serikali, kumchukia rais. Ile ni fitna. Ile ni fitna. Gwajima angelikuwa ni msema kweli, mpenzi wa Mungu, ana nafasi ya kumwona rais. Ana uwezo kumpigia simu rais. Ana uwezo kumuona kiongozi yoyote ndani ya serikali, akaongea naye kwamba jamani, ili nashauri kama kiongozi. Lakini akasema atakayepinga nitarudi tena hapa. Kwa ni mtu ambaye amejiandaa. Na kwa taarifa nilizonazo, Gwajima ana mpango kugombea Chadema kuwa rais. Na wale wote vijana wao unaona walikuwa wanatabiri Gwajima atakuwa rais, ni vijana wake yeye aliwaandaa. Vijana wake aliwaandaa kwa sababu anautaka urais. Sasa hebu fikiri kwa akili ya kawaida, watu wananiambia wewe mwepopo tukuelewi. Wewe ni shehe, wewe ni mhubiri, au wewe ni shehe, au wewe mnafiki au nani? Mbona ngambo ya siasa? Mbona Gwajima mpaka amekuwa mbunge amseme? Mimi sijagombea hata ubunge, mtaa sijagombea, udiwani sijagombea. Na mimi natoa maoni yangu. Sijagombea, sijawasema Wakristo hawafai. Nimezungumzia Gwajima. Mbona Gwajima amegombea ubunge amumseme? Na ni askofu. Kwa nini mimi? Toweni hoja. Leo vijana mabaka wanatukana watu kwenye mitandao. Bado ni tatizo hilo. Sasa kwa akili tu ya kawaida, Gwajima anaposimama kugombea urais Chadema au chama chochote, hivi kwa akili ya kawaida hata mtu ambaye amefeli shule, unaniambia kwamba mimi nimchague? Kwa sababu yeye ni askofu. Lakini ukigombea wewe Mkristo, mimi nitakuchagua. Wewe si Mkristo. Kwani wewe ni askofu? Hivi tuseme Ponda agombea urais, Wakristo watamchagua? Hawezi kumchagua, kwa sababu Ponda atakuja waumize Wakristo. Iwe isiwe, lazima Ponda ataweka udini tu. Kwa sababu taaluma yake Ponda ni dini. Sasa mimi ndio maana napata kigugumizi. Haya mambo Gwajima anayapata wapi? Na Watanzania wanashindwa kufikiria haya. Na Wakristo ukiwaambia haya wanakuwa wakali. Why? Kwa nini wasikae wakaona haya? Kwa tatizo ndio liko hapo, ndugu mtangazaji.